tangu Januari. Hata kama tunajua Wasabato, acha niseme hivi kwa sababu ya huyu mtazamaji ananitazama kwa mtandao. Wasabato tunaamini mwaka uanzi Januari. Si mnajua hivyo? Mwaka uanzi Januari. Kwa hivyo sio mwaka wa Biblia unaanza Januari. Sisi Wasabato tunaelewa vizuri kulingana na mambo yalibadilishwa na hii pembe ndogo. Ili utatoa kama hiyo kitambaa kama utatoa wataona pale. Ambayo ni ile mpinga Kristo. Tulijifunza katika Danieli 7 fungu la 25 tukaona mpinga Kristo aligeuza majira. Ndio. Mpinga Kristo aligeuza majira ambao ni pembe ndogo hii. Iko hapa. Aligeuza majira. Roma ilitugeuzia majira. Kwa hivyo mwaka uanzi Januari, mwaka kulingana na kalenda ya Israeli ulikuwa unaanza mwezi wa 4. Hii tarehe 1 ile pembe ndogo unaona hapo ndio ileta maneno hayo. Hii tarehe 1 ambao unasikia Januari sio wakati mwaka unaanza kulingana na kalenda ya Kiyahudi. Mwaka unaanza tarehe 1 mwezi wa 4. Hai? Hiyo nayo utasemaje mtumishi? Sasa hii ni katika unabii. Kuna hii siku ambayo duniani wanaita siku ya wajinga duniani. Mmewaisikia hiyo? Inaitwa siku ya wajinga. Siku ya wajinga, the Fool's Day, ambayo inakuja tarehe 1 mwezi wa ngapi? Wa 4. Mwaka unaanza mwisho wa mwezi wa 3 na mwanzo wa mwezi wa 4. Kulingana na kalenda ya kileo ya kisasa. Lakini aliyetubadilishia kulingana na Danieli 7:25 anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Mamlaka ya mpiga Kristo tumejifunza sana pale kwa mkutano. Mamlaka ya mpiga Kristo Danieli alionyeshwa itakuwa inaongea mambo kinyume cha aliye juu. Aliye juu ni Mungu. Alafu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ilionekana itatesa Roma, ikatesa watakatifu wa Mungu. Alafu naye ataazimu kubadili majira na sheria. Na Danieli alionyeshwa Roma itaazimu, kuazimu ni kujaribu. Roma itajaribu na itageuza majira. Majira ni masaa na sheria. Huyu ndiye alifanya hiyo. Kwa hivyo tunaishi wakati wa mpinga Kristo. Yes, Yohana wa kwanza 2:18. Tunaishi wakati wa mpinga Kristo, wakati tayari mambo yaligeuzwa kitambo. Yaligeuzwa. Na kwa vile tuko duniani leo tarehe 20 basi tunasema ni 27 28. Leo ni 27. Leo iko 27 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Basi tunasema ya kwamba kwa sababu tuko duniani tunasema ni sabato ya mwisho wa mwaka huu 2025. Lakini kwa uhalisia tunajua kulingana na kalenda ya Kiyahudi, hii ni kalenda ya Kiroma tunayotumika. Anasema hivi, watoto ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Kama vile tulisikia mpinga Kristo aja. Maana mpinga Kristo alikuwa atokea wakati wa mwisho. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Kwa hivyo kile kinafanya tujue tunaishi wakati wa mwisho, Biblia inasema ni kwa sababu tunaishi wakati wa mpinga Kristo. Bwana asifiwe. Kile kinafanya tujue ni wakati wa mwisho, Biblia inasema kwa sababu tunaishi wakati wa mpinga Kristo, na mpinga Kristo alikuwa atokea wakati wa mwisho. Kwa hivyo tunaishi wakati wa mwisho. Amen. Na hivyo basi ndio maana mambo ilibadilishwa na mpinga Kristo mwenye hii namba 666. Wale tumekuwa kwa mkutano tumejifunza mambo haya. Mwenye hii namba 66 tunaishi wakati wa mwisho. Kwa hivyo hatuna shida na hiyo. Tunajua, kwa hivyo tunaelewa tunaishi wakati wa mpinga Kristo. Alitugeuzia kalenda, akatuletea mambo ya kusema siku inaisha saa 6 usiku ambao ni uongo. Tunajua siku inaisha jua likitua. Alituletea mambo ya tarehe 25 Disemba, akatudanganya ni Yesu alizaliwa. Tuliona ni mfungwa alitolewa gerezani, ilikuwa ni sherehe za kipagani, sherehe za kibabeli. Alituletea ibada ya siku ya kwanza ya Jumapili. Hayo yote alitugeuzia akaleta Jumapili. Ndio maana tunatunza Sabato, maana tuweze kufuata mpinga Kristo. Amen. Kwa hivyo ni wakati wa mwisho. Kwa hivyo nashukuru sana. Hata hivyo tunashukuru Mungu. Ametujalia, ametulinda mwaka mzima. Na sasa tuko Sabato ya mwisho. Nashukuru sana mama yetu pale.
na dada zetu na ndugu zetu kutoka sehemu ya Kayaba pale wameona ni vizuri wajumuike pamoja ili tufunge mwaka pamoja. Mungu abariki sana, Mungu abariki sana, tunashukuru. Nashukuru, naona Clifford pia Nyabuto yuko pale. Mungu akubariki sana na wengine wengi, Mungu abariki. Zaidi sana tunashukuru sana wageni wetu wale ambao wamekuja kuabudu Mungu, na sio kuabudu tu, baada ya kuwa na mkutano kwa muda wa juma mbili, wiki kama mbili hivi, ambao tulimalizia jana pale kwenye Highlands pale. Tumekuwa na changamoto kidogo pale kwa sababu tulianza na mvua kama vile mzee amesema, na sio hiyo peke yake. Mungu akashikilia, hatujakosa mkutano. Hata kama tulikuwa tunafanya hadharani, hapo kando kuna kanisa lingine la Jumapili lilikuwa pale, mliona walikuwa na kuja mikutano sana. Sasa vile ni kufunga mwaka, wanaweka maspika wanaturenga pale. Hata jana mliona analenga maspika hapo, ni makelele, lakini hata hivyo Mungu alitenda. Amen. Kazi haiko kwamba tuliendelea mpaka tukamaliza vizuri. Tunashukuru kwa wengi waliokuwa wanahudhuria pale, washiriki ambao wamama mmekuwa mkija, na vijana na watoto na wazee wamekuwa wakijihudhurisha pale. Tulikuwa tunaona maombi yenu ndiyo yameshikilia mkutano mpaka tukaenda vizuri. Tunashukuru zaidi kwa wale ambao wamesikia ukweli na wakaamua kujitoa. Amen. Wakaamua kujitoa. Tuna list ya watu wengi wale tuliandika jana na juzi na siku za hapo nyuma, na tuko nazo na namba zao za simu. Tumekuwa tukiwapatia zawadi, na ninaamini hivi kama mmoja wetu hapa amesema yeye alikuwa amepotea huku, najua kuna wengi wamepotea. Amen. Lakini uzuri tuko na namba zao za simu na majina yao. Kwa hivyo kuanzia leo jioni ama baada ya mahubiri wakati wa mchana saa 8 hivi tutakuwa tunapigia wengine simu pale kama tutapata, ili kama alipotea tumwambie bado akuje, hata kama ni masaa mchana, ili tuungane pamoja. Amen. Kwa hivyo ni vizuri. Kwa hivyo tuendelea kuombea wengi waliojitoa. Tuko na majina yao, tuko na namba zao za simu. Naamini nao pia hiyo zawadi tuliwapatia iko na namba zetu za simu. Naamini watatupigia na itakuwa ni sawa. Mungu atubariki. Hata hivyo tunashukuru. Amina. Tuje kwa mahubiri. Kabla niingia hapo, nilitoka hapa nikaenda Kakamega. Nimekuwa Kakamega pale kwa wiki mbili. Kuna ndugu moja ambaye aliona umuhimu wa kusimamia ukweli, atoke katika uasi. Amekuwa akikwazwa na mambo yamekuwa yakiendelea katika kanisa za mifumo ya uasi. Moja wapo misalaba ya Roma, wanawake kuwa chungaji, vijana wajaoa, Pathfinder na adventurers na kuvaa makofia. Yes, ngwaride kuletwa kanisani, hiyo yote ni kinyume cha Biblia. Mamache ni hayo yote. Alikuwa anakuazika na mambo kama yale. Wanawake kuwa chungaji na vijana wajaoa, kuwekewa ngoru ya makambi, hayo yote ni wasi. Kuandaliwa kile utahubiri, wahubiri kuandaliwa kile unahubiri kwa wiki ya maombi ama kwa makambi ama kwa semina, hizo vitu zote ni wasi wa Roma. Kwa hiyo kuna wale wamekuwa kwa sabato hizo za misalaba, ziko na nembo ya msalaba. Mwingine pale rafiki yangu akaniambia, jameni, si uje uhubiri huku kwetu na nipate mahali ya kuabudia pale. Nikamwambia basi kama ni hivyo, wewe tafuta maeneo pale ambapo labda kanisa la Sabato alipo karibu, alafu utakuja tuhubiri pale, na baada ya kuhubiri basi Mungu atasaidia watu wataamini. Hivyo ndivyo nilivyofanya. Tukatoa na mitambo na ingine tukachukua hapa kwetu. Nafikiri mliona mitambo, tukaenda nayo huko, na tukaenda na kijana yetu mwinjilisti hapa. Tukaenda huko, tukaenda na daktari mmoja pia, tutamleta kwa wakati mwingine. Daktari mmoja kutoka kanisa lingine aiwe kule eneo la Dandola, na tukaenda naye tukakaa naye huko wiki mbili. Tukakaa wiki mbili, tukafanya kazi, na kwa neema ya Mungu ama upendo wa Mungu watu wakaamini, na hivyo basi kanisa hata mama moja akatupatia shamba. Amen. Huko Kakamega. Baada ya wiki mbili tulikuwa na daktari anatibu watu kutoka hapo. Kwa hivyo ujumbe wa malaika watatu unaendeshana ujumbe wa afya. Daktari anatibu watu bure na kuelezea watu vile ambavyo unaweza kujizuia magonjwa kutumia simple remedy, madawa ya kiasilia. Alafu tulikuwa na Bible study kiongozwa na mtumishi wa Mungu huyu, nami nilikuwa na unabii,
Na baada ya kumaliza, watu wengi walipona na wakatoa ushuhuda vile walipona magonjwa yao. Mama mmoja akasema anaomba ili kanisa liwe hapo, maana hapo kulikuwa kuna kanisa la Sabato. Akasema naomba ili kanisa likae hapo. Kwa hivyo akasema nimepeana shamba, na akatuita wale wageni tulikuwa pale, tukaenda akatuonyesha shamba na akatuambia ni shamba, naomba muje mjenge hapo, nimepea kanisa. Kwa hivyo kanisa likaanza pale, na ndio maana tuliona, kwa sababu huko ni sehemu ya Uruyani kwa Waluya, tukatafuta Mluya yule ambaye anaweza kuja kuhudumu pale. Bahati nzuri hapa kanisa letu ili la Soweto, Mungu amelibariki, liko na kila aina ya kabila za watu duniani. Amen. Na tunashukuru sana kwa hiyo. Kwa hivyo tukatafuta Mluya moja hapa kwetu Soweto, na ako na mke na familia, basi tukamchukua na akaenda. Amen. Kwa hivyo Mluya tukamweka huko. Kwa hivyo hapa najua mlishangaa kujendaje. Kwa hivyo Elisha na familia yake wakaenda. Kwa hivyo sasa wao ni wapande hiyo, wanahudumu maeneo ya Kakamega. Amina. Kwa hivyo tunashukuru sana, tuendelee kuombea, wanaendelea na kazi nzuri pale na mahali pa ibada ni pazuri, tunashukuru Mungu. Nilikuja baadaye nikaenda Kisumu, nilikuwa Kisumu nikakaa wiki 2, tukamaliza Sabato iliyopita, na ndio mimi nikaja nikakuta mnaendelea na mahubiri, nikaona tuungane hii wiki ya pili. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Kwa hivyo nimeona nisitoe muhtasari kidogo, watu wasiulize Elisha aliendaje? Elisha alienda hivyo na kwa shambani. Amen. Elisha alienda hivyo na kwa kazi ya Mungu. Kwa hivyo kanisa la Soweto limezaa kanisa jingine Kakamega. Amina. Kwa hivyo kanisa mjue ni la Soweto. Si ajabu tutazaa lingine huko Kisumu. Nimekuwa Kisumu, muda nimekaa Kisumu, nimepata wengine pale, tumeongea, wengine wakaniambia huu ndio ukweli tunataka. Kwa hivyo kuna watu tayari wanahitaji. Kwa hivyo najua kuna wengine wa Kisumu. Kwa hivyo Wajaluo kae choni. Tukua Mjaluo mmoja hapa na familia. Kanisa lizaliwe Ujaluoni, mimi naona tutaenda. Sasa mnaanza kujua kazi inapanuka na kazi inapanuka na kazi inapanuka. Amina. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Kwa nini Yesu alikuja duniani? Tuko mwisho wa mwaka. Juzi watu walikuwa wanasherehekea tarehe 25 Disemba. Sababu kubwa ni kwa sababu dunia wanaamini Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Yesu alizaliwa lakini sio tarehe 25 Disemba. Amen. Ukweli ndio huo. Yeremia, tusomee hiyo kwanza ndio twende. Yeremia 52:31. Kwenye Biblia, ndani ya Biblia ni mahali moja tu pametaja tarehe 25 Disemba. Na panapotaja katika Yeremia 52 mstari wa 31, haitaji kama kuzaliwa kwa Yesu, bali inataja kama kufunguliwa kwa mfungwa gerezani katika sherehe za Wababeli, watu waliokuwa wajue Mungu. Inasema hivi: hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Mfungwa anatolewa gerezani katika sherehe za Wababeli. Watu waliokuwa wajue Mungu wa Babeli ndio waliokuwa na sherehe ya tarehe 25 Disemba, na wakisherehekea sherehe ya miungu yao wa Babeli. Ufalme wa kwanza kutawala dunia, ufalme wa mnyama simba ama kichwa cha dhahabu, ambao katika sanamu ya Danieli 2. Ufalme wa Babeli walipokuwa na tawala, ndio wenyewe wakaendeleza sherehe yao waliokuwa nayo, ambao ni ya kusherehekea. Nani walikuwa na sherekea? Ezekieli 8:13-14. Walikuwa na sherekea mtoto aliyezaliwa kwa njia ya uasherati, anaitwa Tamuzi. Ezekieli 8 fungu la 13-14, mtumishi nasema ndio. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndio. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Huyo mtoto ambaye ametajwa kwa Biblia
anaitwa Tamosi, ndiye alizaliwa tarehe 20 na ngapi? Tarehe 24 Disemba saa 6 usiku. Alizaliwa tarehe 24 saa 6 usiku. Kwa hivyo ikawa tarehe 25 ni sherehe ya Wababeli. Mwingine anaweza niuliza, kwani Tamuzi alikuwa nani? Mwanzo 10 fungu la 8 mpaka 10, twende haraka mtumishi. Mwanzo 10 fungu la 8. Tamosi alikuwa mtoto wa nani? Tamosi alikuwa mtoto wa mwanzilishi wa ufalme wa kwanza kutawala dunia, ambao ni ufalme wa Babeli. Mwanadamu wa kwanza kuanzisha serikali aliitwa Nimrod. Nimrod alikuwa ameoa mke anaitwa Semiramis, lakini wakawa wana mtoto. Nimrod alikuwa anaabudiwa kama jua, analinganishwa jua. Mke wake Semiramis aliganishwa mwezi. Walikuwa wana mtoto. Ikafika wakati Nimrod akafa. Mke wake Semiramis akaja kutawala ufalme wa Babeli akiwa Malkia. Akiwa anatawala akafanya uzinzi, akafanya uasherati, akawa mjamzito. Baada ya kuwa mjamzito, watu wakuu wengine wa Babeli wakamuuliza hivi, wewe Semiramis, umetoa hii mimba wapi? Na tunajua mume wako alikufa. Akamwambia, mume wangu akufa, alienda kwa jua. Nimrod alikuwa anamlinganisha jua. Akamwambia, sikia, mume wangu akufa, alienda kwa jua, na kupitia kwa miali ya jua ndiye mwenye hii mimba. Watu wa Babeli wakaamini, ndio maana inaitwa Babeli ama machafuko, confusion. Akawachanganya, wakasubiri sasa mtoto azaliwe. Mtoto alizaliwa leo Disemba tarehe 24 saa 6 usiku. Kwa hivyo ikawa kila tarehe 25 kesho yake sasa tarehe 25, maana mtoto amezaliwa Disemba tarehe 24 saa 6 usiku. Kwa hivyo ikawa kila tarehe 25 Disemba ni sherehe ya Wababeli ya kukumbuka kuzaliwa kwa hiyo mtoto Tamuzi. Wanakumbuka nini? Waliamini ni mtoto wa Nimrod, mwanzilishi wa serikali yao. Sasa ndio maana Yeremia anaripoti. Kwa hivyo kila tarehe 25 Disemba ni sherehe ya kiserikali. Amina. Ni sherehe ya nini? Ya kiserikali. Serikali gani? Ya Babeli. Haya, so nasema Kushi akamzaa Nimrodi. Kushi akazaa Nimrod. Akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Ndio. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wa Nimrod ulikuwa ni Babeli. Huyo ndiye mwanadamu wa kwanza kuanzisha serikali, anaitwa Nimrod. Na serikali aliyoanzisha inaitwa Babeli. Sasa unaona? Na Biblia inasema alikuwa hodari kuwinda wanyama waliokuwa tisho kwa maisha ya binadamu. Usije ukasahau Nimrod alizaliwa na Kushi. Kushi alikuwa ni mtoto wa Amu. Amu alikuwa mtoto wa Nuhu. Unaona? Kwa hiyo Nuhu alikuwa vijana watatu, Shem, Ham na Jafeth. Amu akaona uchi wa baba yake Nuhu, Nuhu akalaani. Kizazi hiki cha laana cha Amu kikazaa mtoto. Amu akazaa vijana wanne, Kushi, Putu, Misri na Kanani. Hiyo ni Mwanzo 10 mstari wa 6. Akazaa Kushi, Putu, Misri na Kanani. Kushi ambao ni mzaliwa wake wa kwanza, Biblia inasema akazaa Nimrod. Kwa hivyo ni katika uzao wa laana. Na Nimrod Biblia inasema akawa hodari kuwinda wanyama waliokuwa tisho kwa maisha ya binadamu. Maana wakati wa gharika wanyama waliokolewa wengi kuliko wanadamu. Sasa Nimrod alitokea wa kuwinda wanyama. Wanyama walizaana wakaongezeka duniani zaidi kuliko wanadamu. Wanadamu dunia yote waliokolewa 8. Nuhu na vijana wake 3 na wake zao. Mke wa Nuhu na wake 3 wa vijana wake, watu 8. Kwa hivyo wanyama walikuwa wengi, maana kila aina ya mnyama aliokolewa safinane. Sasa Nimrod akatokea katika uzao huu wa laana, akiwa anawinda wanyama waliokuwa tisho kwa maisha ya binadamu. Biblia inasema watu wakaanza kusembesefu kama Nimrod hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hivyo Nimrod akawa hodari kuwinda wanyama. Watu wakamsefu, wakamwona kama mwokozi, wakamlinganisha na jua. Kama vile jua likipambazuka asubuhi, linaleta mwanga katika nchi, linaleta afya duniani. Wakaona huyu mtu ni wa matumaini, ni mtu mzuri, wakamlinganisha jua. Mke wake Semiramis wakalinganisha mwezi, lakini hawakuwa hawana mtoto.
Ndio baadaye Nimrod alipokufa, Semiramis akaja kutawala Babyloni kama Malkia, akawa mjamzito, akazaa mtoto anaitwa Tamuzi tarehe 24 Disemba saa 6 usiku. Ndio maana kesho yake inakuwa sherehe wa Babeli. Bwana asifiwe. Sherehe hiyo imekuwa ikiendelea miaka yote tangu hiyo serikali ya kwanza kuanzishwa duniani Babeli, mpaka ikaja hata wakati wa Meda Wajemi, ikaingia hata wakati wa ufalme wa tatu wa Kigiriki, na ikaingia pia wakati Roma ilikuja kutawala dunia. Walakini wakati Roma ilitokea na hii pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo ama mwanamke huyu kahaba, wakati Roma ilitokea na kanisa la Kiroma, likaunganisha dini na siasa. Angalia, upagani ukavikwa Ukristo. Ndio mwanamke kahaba, Momba Mweto akiwa amevaa ngozi ya kondoo. Wakati Roma ilianzisha kanisa la Kiroma, kanisa la kwanza kuabudu Jumapili, ikachukua hayo mapokeo yote ikaweka ndani ya kanisa. Jumapili pia iliyokuwa Mungu jua, Mungu Nimrod alikuwa anaabudiwa na wapagani Mungu jua. Ezekieli 8:16. Jumapili Mungu jua ambaye alikuwa ni Mungu mkuu wa wapagani, Mungu wa Babeli, Mungu wa wapagani, Mungu wao mkubwa alikuwa anaitwa Mungu jua, Sun God. Roma ikaichukua na ikaingiza kwa kanisa, ikaita Sunday. Julius Caesar aliandika kalenda akaita Sunday, siku ya Jumapili kama kesho ni siku ya wapagani ya kuabudu jua. Unaona? Anasema hivi, akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25, wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Ndio Ezekieli anaonyeshwa watu wakiabudu jua. Ibada ya Mungu jua ilikuwa ni ibada ya kipagani, ilikuwa ni wapagani. Roma ilipoanzisha kanisa ya Kirumi, Mathayo 7:15, ikawa ni upagani umevikwa Ukristo. Kanisa la Kirumi lilipoanzishwa ufalme wa Roma, ikawa ni dini na siasa zimeungana. Ndio mwanamke kama vile amekaa. Naona? Bonana, wakati ufalme wa Roma ulianzisha kanisa la Kiroma, unajua bila kulifanyika. Inasema hivi, jihadharini na manabii wa uongo. Mathayo 7:15, jihadharini na manabii. Yesu alikuwa ameona mbele na akaonya. Aliona vile kanisa la Roma litatokea, kanisa la kwanza kuabudu Jumapili, na vile litakosesha dunia, maana ndio liko na mpinga Kristo. Sikia jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowachia wamevaa mavazi ya kondoo. Watu wanaowachia wamevaa mavazi ya kondoo. Walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua? Mtawatambua kwa matunda yao. Asante. Ndio hiyo. Angalia. Tumishi. Achana. Unaona hii? Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbwa mwitu akiwa amevaa ngozi ya kondoo. Angalia, Yesu alikuwa anajua Roma hii ya kipagani. Unajua Yesu alikuwa wakati wa kina Herode na Pilato. Ilikuwa ni Roma ilikuwa inatawala dunia. Lakini ile Roma ilikuwa inatawala dunia ni Roma ambayo ilikuwa ijumu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Roma iliyokuweko wakati wa Yesu ni Roma iliyokuwa ijumu Mungu. Roma ya Herode, Roma ya Pilato walikuwa hajui mambo ya Ukristo, walikuwa si wa Kristo, ni wapagani. Ndio hivi. Lakini Yesu akaona itakuja baadaye huyu mbwa mwitu, yani upagani, utavaa ngozi ya kondoo, ndio itatokea na mwanamke. Mwanamke tuliona ni kanisa. Roma ikatokea na dini. Mbwa mwitu amevaa ngozi ya kondoo. Upagani ukavikwa Ukristo. Ndio hii. Mama upagani na Roma ya kishenzi ikapeana nguvu zake kwa Roma ya kipagani. Na ndio hata ile maana ya ile ndani ya Ufunuo 13:2. Wakati tunasoma pia yule joka akampa nguvu zake na kiti cha enzi na uwezo mwingi, kwa maana nyingine upagani ulipeana nguvu na kiti na uwezo kwa
Ukristo. The Roman Empire ambayo ilikuwa ni Roman ya kishenzi, ushenzi, upagani, ukapeana kwa dini. Soma hiyo. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Ndio mnyama na kinywa chake kama kinywa cha simba. Alafu yule joka akampa nguvu zake. Sasa Biblia ikiongea joka ina maana mbili. Joka pale inasimamia sehemu nyingine upagani, paganism. Yule joka akafanyaje? Yule joka akampa nguvu zake, akampatia huyo mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi, na uwezo mwingi. Kwa hivyo Roma ya kishenzi ikapeana nguvu na kiti kwa uwezo kwa Roma ya kidini. Sasa ukienda Roma utakuta nani? Papa. Utakuta papa. Utakuta ile Roma ya Herode? Hakuna. Roma ya kina Herode na Pilato ilikuwa, maana ile ni Roma ilikuwa ijui Mungu. Ilipeana kiti na nguvu na uwezo kwa Roma ya kidini. Kwa hivyo Roma iliyoko ni Roma ya kidini. Kwa hivyo ni mbwa mwitu amevaa ngozi ya kondoo. Lakini hebu sikia, hata kama Roma imejivika kidini, ngozi ya kondoo haijabadilika, ni ile. Na ndio maana mambo yote yaliyokuwa yanaendelezwa na upagani yakachukuliwa na Roma. Kanisa hili likachukua. Yaani ule Ukristo wa upagani, Ukristo huu ukachukua mambo yote ya kipagani. Yaani ndani ni mbwa mwitu, Yesu amesema ndani ni mbwa mwitu lakini nje ni ngozi ya kondoo. Na ndio maana unaona hata leo Roma imevika ngozi ya kondoo. Unaona kama ni watu ni wa Kristo, lakini mambo yote Roma inafanya mpaka leo ni ya kipagani. Kuabudu Jumapili ilikuwa ni ya kipagani na ililetwa na Roma. Unaona siku ya kwanza ya juma, kusherehekea tarehe 25 Disemba ililetwa na Roma, ilikuwa ni ya kipagani, ilikuwa ni ya Babeli. Kupiga magoti mbele ya binadamu ilikuwa mambo ya Wamedi na Wajemi, ilikuwa ni ya kipagani, ikaleta. Roma ikachukua mambo yote ya kipagani ikaingiza kwa kanisa. Masanamu yaliyokuwa ya kipagani ya Babeli, Roma ikachukua. Nimrod alikuwa angeweza kuzalisha. Na ndio maana sikia, watu wote waliofanya kazi katika ikulu ya Babeli walikuwa wanafanya matowashi. Hawezi zalisha. Ndio maana sikia, ndio maana hata leo. Kwa maana Nimrod alikuwa ni mwanamke, shida ilikuwa mke, shida ilikuwa ni mume. Mwanaume ndiye alikuwa shida. Nimrod yangezalisha. Ndio maana watu wote wanaume walifanya kazi ikulu ya Babeli. State House ya Nimrod ya Babylon walikuwa naaribiwa ili wasije wakaribu wa mama wasichana wanaofanya kazi kwa ikulu. Maana kiongozi wake ambao ni Nimrod alikuwa angezalisha. Kwa hiyo alikuwa analipwa na uwe. Na ndio maana tunasoma kwenye ufalme wa Babeli wakati Shadraka, Meshaki na Abednego walichukuliwa wakaenda kufanya kazi katika ikulu ya Babeli. Hawakuoa na hawakuzaa mtoto hii dunia. Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuoa na hawakuzaa mtoto hii dunia. Unajua ni kwa nini? Ukichaguliwa ufanye ikulu ya Babeli, ulikuwa unafanya towashi, unaharibiwa. Kwa hiyo wanaharibiwa. Ndio maana hawakuzaa. Kwa sababu tangu mwanzilishi wa ufalme wa Babeli ambao ni Nimrod angezalisha. Na ndio maana sasa angalia hapa. Na ndio maana sasa kanisa hili la Roma ambao ndio Babeli ya leo, wale wanaongoza hilo kanisa sio kwanza hawaoi. Unajua ni kwa nini hawaoi? Kwa sababu wanafuata Babeli ile kwa maana hii ndio Babeli ya tatu ya kiroho. Babeli ya kwanza ni ya Nimrod, Babeli ya pili ya Nebukadneza, Babeli ya tatu ni kanisa la Roma, ndio huyu mama kahawa. Anaitwa Babeli mkuu, mama wa kahawa na machukizo ya nchi. Huyu ndio Babeli mkuu. Kwa hivyo ndio maana padri hawezi kuruhusiwa kuoa, na ukioa unafukuzwa. Popu, hiyo ni sheria. Popu hawezi oa na mafadha hawezi kuoa, na akioa anafukuzwa kazi. Hiyo haijaanza sasa, imeanza tangu Babeli ya kwanza. Maana hii ni Babeli ya kiroho. Mnanielewa? Na hayo yote ni kinyume cha Biblia. Kwa hivyo Yesu alizaliwa ndio, lakini sio tarehe 25 Disemba. 25 Disemba ilikuwa kwa zamani. Luka 2:8. Yesu anazaliwaje mtumishi? Yesu alizaliwa sawa. Lakini nimeona niweke tu tangulizo ya hii ya Babeli kule. Lakini Yesu alizaliwa. Lakini si tarehe 25 Disemba. Luka 2 kuanzia 8 inasema hivi.
Na katika nchi ile ile ndio walikuwa wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndio malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Furaha kuu itakuwa kwa watu wote. Watu wote, hata wewe na mimi. Gani? Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Yaani malaika walitokea wachungaji wakichunga huko kondeni. Wakati Yesu alizaliwa, malaika walitembea. Sasa hiki kisa utashangaa. Okay, soma kitabu ambacho kinaitwa Tumaini kwa Vizazi Vyote, Deserve Ages. Ikiongea mambo ya kuzaliwa kwa Yesu, inasema wakati Yesu alikuwa anazaliwa, malaika walitumwa kutoka mbinguni wakiwa na furaha kuu, kama vile umesikia. Walikuwa na furaha kwa sababu Mwokozi wa dunia amezaliwa. Lakini wakati malaika walikuja Yerusalemu, walikuja wakapita Yerusalemu yote hivi, wakiangalia kama kuna watu wako. Yerusalemu ilikuwa ni nani? Yerusalemu ilikuwa ndio makao makuu ya kanisa la Mungu la Kiyahudi. Na ndio kulikuwa kunakaa wasomi, waandishi, wanasheria, wazee na Mafarisayo. Watu wasomi walikuwa kaa Yerusalemu, makao makuu ya kanisa la Mungu. Malaika walitembea hiyo Yerusalemu, wakaangalia kama kuna mtu ana habari Yesu anazaliwa, na Yesu amezaliwa. Hawakuona hata moja. Naomba ufikirie hiyo sana. Yaani malaika wanatembea Yerusalemu kuangalia Yerusalemu, hakuna hata moja apotea. Hata mapasta, hata makuhani, hata wakuu wa makuhani, hata wazee, hata waandishi. Yesu akizaliwa, wasomi, hata viongozi wa kanisa walikuwa kwa giza. Na wacha nikwambia hata sasa hivi, Yesu anaporudi mara ya pili, kanisa na viongozi wa kanisa na wachungaji na mapasta na wenye theolojia watajua kwa giza, hawatajua chochote. Na ndio maana wanaandaa washiriki na Wakristo kupokea namba 66. Sikia, Yesu alipozaliwa alikuta watu wako kwa giza Yerusalemu. Dhibitisho. Mathayo 2:1-3. Yesu anapozaliwa hii dunia, mpendwa, wakati alizaliwa alikuta dunia, wasomi na makanisa yalikuwa melala, wachungaji walikuwa melala, wanang'ang'ana na mali ya dunia, wameng'ang'ana na mapokeo ya wanadamu kujitajirisha. Walikuwa washughuliki na mambo ya kiroho, hawashughuliki na mambo ya unabii. Kama vile hata leo watu wengi hawashughuliki na mambo ya unabii. Unabii ilipigwa teke, hata ikihubiriwa ni ile unabii ya juu. Hii mambo ya Amerika na vile sanamu ya mnyama inaundwa, muunganiko wa makanisa na mambo ya namba 66 vile inakuja, hiyo watu wahubiriwi. Angalia kwa TV, angalia kwa sikiza kwa radio, angalia kwa mikutano, hakuna. Ni mambo ya miujiza to na maushuhuda ya uongo na kuangusha watu chele, na mambo ya mijengo ya makanisa kubwa na mambo ya makwaya, yani ma uniform kubwa, yani yale makanisa kubwa. Utashangaa wanang'ana viti ya dunia, mambo haina nafasi yoyote katika wokovu. Sikia, soma Mathayo 2:1-3. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, hebu sikia hapo. Herode mfalme wa Wayahudi wa Roma aliposikia kuna mfalme wa Wayahudi anaitwa Yesu amezaliwa, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Na Yerusalemu ikafadhaika. Yerusalemu ilikuwa ndio makao makuu ya kanisa la Mungu. Walikuwa kwa giza, hakuwa na baba. Headquarter. Watu wanaangalia, hata viongozi na mapasta wanafikiri watawasaidia. Mapasta wamesoma, wengine unasikia hakuna kitu. Hao wote wamesomeshwa theolojia Roma, wameandaliwa kwa namba 66 na wanaandaa makanisa yote kwa namba 66. Na watu hawana habari. Ndio Biblia ikasema Yerusalemu ilikuwa kwa giza. Herode mfalme wa Roma aliyekuwa Yesu alizaliwa alikuwa kwa giza. Unaona? Malaika walikuwa karibu wafunge virago waondoke warudi mbinguni kwa huzuni. Walipokuwa wakatoka kwa mji wa Yerusalemu, sikia sasa, wakapita huko misituni. Rudi Luka 2:8. Mahali ulisoma. Walipokuwa malaika wanakuja mabawa, walikuwa wanataka korode mama. Malaika walikuwa wanataka kurudi mbinguni kwa huzuni,
maana mwokozi wa dunia amezaliwa na dunia haina habari. Watu wanajifurahisha tu na kujivinjari. Watu washughulike ni mambo ya dunia na majengo na mapesa na wizi umejaa kila mahali na anasa za dunia. Yesu, malaika alikuwa amekunja mkono. Yaani hakuna mtu ako tayari duniani kufurahia mwokozi amezaliwa. Walipokuwa nakunja, wametoka Yerusalemu, wameona hakuna, wanapitia huko mistuni, ndio walikuta wachungaji, watu wa hali ya chini, watu ambao hata si wasomi, watu wa hali ya chini tu. Hao tu ndio walikuwa na tafakari mambo ya unabii, mambo ya kuja kwa mwokozi. Amen. Amen. Soma. Na katika nchi ile ile walikuwa kwa wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu ya usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Yaani malaika walifurahi, walikuwa wakate tamaa, yaani tunaenda mbinguni tukiwa hakuna mtu duniani tumeona anafurahia kweli kuzaliwa kwa Yesu. Yerusalemu yote ilikuwa ya kanisa Mungu ni giza, wasomi wote na wakuu makuhani na wazee na waandishi, hakuna Yerusalemu yote. Walipokuwa napita huko kondeni, malaika ndio wakakuta wachungaji, watu hali ya chini, wanaodharauliwa, ndio alikuwa na tafakari habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Malaika wakasema, hao wanatafakari habari ya Yesu, wanazungumzia habari ya Yesu. Wakaja wakamwambia, leo tunawaletea habari njema ya kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, Kristo Bwana. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Malaika wakafurahi sana. Maana na wakawapatia habari. Wakamwambia, mtaenda, mtakuta kitoto kiko pale na mama yake pale, kitoto mtakuta pale kimezaliwa katika hori la ng'ombe. Unajua ni kwa nini? Wanaume na wanawake walikuwa wamechukua manyumba yote. Yesu angepata mali ya kuzaliwa, nyumba zilikuwa zimechukuliwa. Yaani muumbaji wa hii dunia, mwokozi wa hii dunia angepata mali ya kuzaliwa, alekota nyumba zote zimechukuliwa. Watu wako Yerusalemu, nyumba zimechukuliwa. Mariamu walitafuta hakuna mahali. Baadaye wakaona mahali kuna hori la ng'ombe. Hapa ng'ombe zinakulia chakula. Wakaona hapa wacha tuweke tumatawi kidogo hapa, nijifungulia hapa. Manyumba yote imejaa, watu wanajivinjari huko. Mwokozi wa dunia hata mahali pa kuzaliwa. Heri wewe ulizaliwa hospitali. Heri wewe bwana, wewe una bahati ulizaliwa hospitali. Hakuna mtu atatoa sababu kwa nini hakukubali Yesu. Yesu aliko na yeye ndiye ameumba dunia yote, hakupata mahali ya kuzaliwa isipokuwa kwenye hori la ng'ombe. Bali ng'ombe zinakulia nje kwa baridi. Hapo ndiye akazaliwa. Na wakaambia mtaona mtoto na nini. Wakaenda na furaha wakampatia hiyo. Lakini kwanza ukisoma hiyo Tumaini la Vizazi inasema wale wazee walienda kwanza wakapita Yerusalemu. Wakaenda wakaambia viongozi. Wakaambia tumetokewa na malaika, Yesu amezaliwa. Wale viongozi wa Kiyahudi, Mafarisayo na wakuu wa makuhani wakaambia, tokeni hapa. Nyinyi tumutu hamjasoma. Unatuambia nini? Wakaambia wacha tuambie, haki amezaliwa, malaika wametutokea, haki amezaliwa Mwokozi wa dunia, Kristo Bwana. Wakaambia wewe, viongozi wakaambia tokeni hapa, offshoot. Nini offshoot? Offshoot nini? Yaani mnatuambia nini? Tumutu hamjasoma, mnatuambia amezaliwa. Mbona sisi Yerusalemu makao makuu, wasomi wote wako hapa, matajiri wote wako hapa, waandishi wote wako hapa. Yaani sisi ndiye hatujui ni nini. Tumutu tunachunga huko tumaskini. Tena mnalalanga nje huko. Wakamwambia walikataa kuamini. Walipoona wamekataa kuamini, viongozi wa kanisa na nini na kanisa wakapita wakasema wacha wafuate vile malaika walisema. Wao wamesema injili yao imekataliwa. Wakaenda huko ndio walienda wakaona Maria na Yusufu na Yesu, wakapeana zawadi zao wakaenda. Nani wengine walifunuliwa kuzaliwa kwa Yesu? Ndio kitabu ambacho ni cha Mathayo 2. Tumesomewa anaitwa mamajuzi wa mashariki. Sikieni sasa wapendwa. Mamajuzi wa mashariki ni nani? Mamajuzi wa mashariki ni wasomi wa nyota wa Kigiriki.
Angalia huyu mnyama chui. Unaona yule mnyama chui? Msikose, ili kanisa tunajifunza siri za pekee. Wageni mtabarikiwa sana. Unaona? Wasomi wa nyota wa Kegereke ndio walio, yani wa sayansi wa Kegereke, watu wa mataifa, lakini walikuwa wanasoma nyota. Wangiriki hao wakaangalia. Biblia imesema Mathayo 2, mamajusi wa mashariki waliona nyota. Nyota gani? Hesabu 24:17. Mpendwa, Yesu anarudi tena dunia ikiwa kwa giza. Na ndio makanisa yametangazwa hata leo. Na wahubiri wa uongo na wachungaji wa uongo wamejaa. Wamepatia Wakristo amani za uongo. Wameleta mambo ya Roma, makanisa imedhoofika. Watu wameacha sheria za Mungu. Sabato ya Mungu imekanyagiwa chini. Na watu wanasema bado wanangojea Yesu. Yesu atakuja kwa watu wengi kama mwizi kwa sababu hawana habari. Biblia inasema hivi, namuona lakini si sasa. Wakati wa Musa kulikuwa na nabii anaitwa Balaamu. Alikuwa anajiita nabii wa Mungu. Akatiwa alikuwa anatumwa na Mungu. Akaona, angalia, Balaamu akaonyeshwa ishara ya kuzaliwa kwa Yesu. Biblia inasema hivi, anasema namuona lakini si sasa. Yani wakati wa Musa, nabii Balaamu anatabiri kuzaliwa kwa Yesu. Anasema namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Anasema msikia, namtazama lakini si karibuni. Nyota itatokea katika Yakobo. Nyota itatokea katika Yakobo. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Na fimbo ya enzi itatokea Israeli. Hebu sikia. Nabii Balaamu alikuwa ameonyeshwa na Mungu akiwa katika maono. Akaonyeshwa ishara ya kuzaliwa kwa Yesu, ni nyota itaonekana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akasema namuona lakini si sasa. Na mtazama lakini kikaribu. Nyota itatokea katika Israeli. Kumbe kuzaliwa kwa Yesu kulionekana. Israeli walikuwa wamepewa ishara, ni nyota itaonekana ya ajabu. Tena inatembea. Watu walikuwa wameacha kusahau, walikuwa wamesahau na hawa Wagiriki hawa wakiwa wanaangalia anga, wasomi wa nyota wakaona nyota inatembea, ikawashinda akili. Wasayansi hawa ikawashinda akili, wakaona mbona hii nyota inatembea, hii nyota ni ajabu, hatujaisomea vitu kama hii, hatujai. Wasayansi hawa waliposhindwa, au wasomi wa nyota wakarudi kwa Biblia. Ndio wakakuta hiyo kitabu cha Hesabu ilikuwa imetabiriwa ishara ya kuzaliwa kwa Yesu ni nyota itaonekana. Kwa hivyo wakafuata, wakajua mfalme wa Yahudi, mwokozi wa dunia anaitwa Yesu amezaliwa, ndio wakafuata hiyo nyota. Wanaifuata kutoka Ugiriki. Angalia hapa kuna siri nyingine hapa. Wanatoka Ugiriki. Hawa mamajusi wa mashariki, wasomi wa nyota wa Kigiriki. Wametoka Ugiriki, wamevuka Roma, maana Roma ndio ilikuwa inatawala dunia. Sasa angalia, vile wametoka Ugiriki wamekuja Roma, lazima waombe ruhusa, lazima ajulishe mfalme wa Roma. Kama hapa huwezi toka hapa uende kwa ziara ya kiserikali, uende Uganda ama Tanzania bila kujulisha hiyo serikali huko. Amen? Maana wewe ni Mkenya. Bwana asifiwe. Ndio maana kwanza wanapiga ripoti kwa mfalme wa Roma. Maana wao si wa Roma, wao ni Wagiriki. Wakamwambia tafadhali, mfalme Herode, tumeona nyota mashariki. Kwa hivyo kuna mfalme wa Yahudi anaitwa Yesu amezaliwa, mwokozi wa dunia. Tumekuja kumsujudia. Hiyo Mathayo 2 ndio tulisomewa. Walipokuja wakaambia Herode, Biblia imesema Herode akafadhaika. Unajua kwa nini anafadhaika? Kwa sababu Wayahudi walikuwa chini ya utumwa wa Roma. Roma ndio ilikuwa inatawala dunia nzima. Sasa vile wamesikia kuna mfalme wa Yahudi anaitwa Yesu amezaliwa, Herode alisikia mbaya. Sasa huyu si amekuja kutoa hawa watoto utumwani? Si anakuja kutoa Wayahudi utumwani na Wayahudi wako chini yetu Roma. Akakasirika kusikia kuna mfalme wao amezaliwa anaitwa Yesu. Yerusalemu pia ikafadhaika, walikuwa hawana habari. Lakini ukiendelea hapo chini hiyo Mathayo 2, Herode aliita viongozi wa Kiyahudi. Sasa sikia maajabu. Aliita viongozi wa Kiyahudi, akwambia sikieni, amezaliwa wapi mfalme wenu anaitwa Yesu? Wale viongozi wanajua chochote? Wewe Herode mfalme wa Roma ameita viongozi wa Kiyahudi,
viongozi wa Kiyahudi watajua? Hawajui. Mfalme Herodi akaona hawa wanajifaa. Wao ni Wayahudi, mfalme wao amezaliwa, hataki kuniambia. Anaita wasomi, wakuu makwani. Hakuna anayejua. Akaona hawa watu wanajifanya ni ujanja. Mfalme wetu amezaliwa, mnakataa kuniambia. Kwa ukweli walikuwa hajui, maana walikuwa wameacha unabii. Lakini kwa sababu ni mfalme ametoa sheria, akabadilisha sura. Wanasemanga akaweka sura ya kazi. Unaelewa sura ya kazi? Walipoweka sura ya kazi, akamwambia sikieni, nyinyi kwa viongozi wa Kiyahudi, mwende msome kwenye vitabu zenu, nyinyi Wayahudi, mniambie alikuwa akizaliwa wapi. Mika 5:2. Wakarudi kwa vitabu kwa kushurutishwa na mfalme Herode Mroma. Viongozi wa dini ya Kiyahudi wakarudi kwa vitabu kwa kushurutishwa. Mika 5:2. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Waliporudi wakasoma hiyo Mika 5:2, wakagundua Yesu alikuwa zaliwe Bethlehemu ya Uyahudi. Sasa wakarudi kwa Herode. Herode aliwaambia mpekue vitabu zenu haraka, muone alikuwa zaliwa wapi, mletee ripoti. Wakaenda wakaona alikuwa zaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Wakaja wakamwambia alikuwa zaliwa Bethlehemu ya nini? Ya Uyahudi. Sasa Herode ndiye anatumana sasa watu waende huko waue watoto wa miaka 2 kwenda chini. Maana alikuwa anatafuta Yesu. Lakini wakati huo Yesu alikuwa yuko huko. Malaika alikuwa ametokea, ukisoma hiyo Mathayo 2 kuanzia 14. Malaika alikuwa ametokea Yusufu katika ndoto. Akamwambia chukua huyo mtoto Yesu na Maria mke wako mkimbilie Misri. Maana Herode anataka kumua. Kwa hiyo wakati hizo piruka zinafanywa kwenda kuchunguza sijui nini, tayari Yesu ameletwa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Yesu tayari ameletwa Afrika. Hapo Misri hapa. Nini ilimsaidia? Zawadi zile alipewa na wachungaji. Na zawadi zile alipewa na mamajusi wa mashariki. Hizo zawadi hizo ndizo zilikuwa za thamani sana. Dhahabu, fedha, uvumba, manemane. Yaani wale walioletea Yesu zawadi walimletea vitu vya thamani. Hawa Wagiriki hawa walimletea vitu za thamani sana. Maana walipofika Yerusalemu nyota ilipotea. Yaani ukisoma nyota iliongoza kutoka Ugiriki ikaingia Yerusalemu. Kufika Yerusalemu ikapotea. Wale Wagiriki wakajua hawa Waisraeli lazima wamejua mahali mfalme wao amezali. Ndio walienda wakauliza. Wanauliza hakuna Mwisraeli anajua. Walipoambia Herode, ndio Herode anaita viongozi wa Kiyahudi. Viongozi hawajui. Ndio anawaambia wewe mwende mchunguze. Wakajua ni Bethlehemu. Saa hii hao mamajusi walitoka tu Yerusalemu hivi. Nyota ikatokea ikawaongoza mpaka mahali Yesu alikuwa. Ikasimama. Wakampatia mazawadi na malaika wakawaambia. Maana Herode aliwaambia enda huko Bethlehemu muone alafu muje mnipashe hapa. Hiyo iko kwa hiyo Mathayo 2. Utasoma hapo. Kuanzia fungu la ngapi? La 14 nafikiri. Siku kwako ama ni hapo mtumishi. Soma. 2:14. Nao wakisha kuonywa na Mungu, malaika alionya hao mamajusi wa mashariki wa Kigiriki, wakaambiwa hivi. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode. Wakaambia Herode aliambiwa mamajusi hivi. Si mmesikia mmezaliwa Bethlehemu? Endeni mkimwona muniite na mimi nikamsujudie. Malaika wakawaambia wewe, wakati waliona Yesu akampatia zawadi, msirudi kwa Herode. Kwa nini? Maana Herode anataka kumua. Endelea. Wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Wakarudi kwa njia nyingine kwa Ugiriki. Hawakwenda kwa Herode. Wamepea Yesu zawadi, wakarudi. Sasa Herode akakaa miezi, wiki, miaka, mwezi, weke, miaka, miezi, weke, miaka. Anangojea wale mamajusi hawajarudi. Akasema na huyu mtoto si anakuwa si aliitwa mfalme wa Yahudi. Hai ndiye akatoa sheria mstari wa 16. Watoto wa miaka 2 kwenda chini waua. Sikia.
Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana. Akatuma watu wakawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua. Tangu wenye miaka 2 kwenda chini. Alikuwa anatafuta Yesu amue. Alisema labda ako miaka 2, labda ako mwaka 1.5, labda ako miezi 6, lakini Yesu tayari alikuwa amekimbizwa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Anapozaliwa hii dunia, mwokozi wa dunia, watu walikuwa kwa giza. Hebu shika Mhubiri 1:9. Anaporudi tena mara ya pili, dunia itakuwa kwa giza. Wachache sana wako tayari, wachache sana. Watu wengi ni wale wako upande wa mpinga Kristo, ni wale watakutwa kwa giza. Anapokuja tena, kama vile akizaliwa hii dunia, dunia ilikuwa kwa giza. Wakati Yesu anaporudi, dunia tena itakuwa kwa giza. Mhubiri 1:9. Mhubiri, Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, ndio, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, ndio, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Biblia inasema yaliyokuweko ndiyo yatakayokuwako, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, na hakuna kitu kipya hii dunia. Si usome mstari unaofuata wa 10. Sikia. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi? Yaani hakuna kitu kipya. Yaani vile vile ilifanyika ndivyo inakuja kujirudi. Yesu anakuja, dunia ikiwa kwa giza. Wathesalonike wa kwanza 5. Mpendwa, Yesu yuaja tena. Na wakati huu watu wameacha unabii wa Danieli na Ufunuo. Watu wameingilia Injili na Israeli. Na wakati huu watu wameacha sheria za Mungu na neno la Mungu. Ni wakati huu Yesu anarudi. Manabii wa uongo akiwa amejaa na makristo wa uongo akiwa amejaa. Ni wakati huu Yesu anarudi. Soma. Lakini ndugu, kwa habari za nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Teremka. Wakati wasemapo kuna amani na salama, wakati watu watakuwa na amani na salama, kama vile zaidi amani na salama, majengo kubwa kubwa na vitu kubwa kubwa, nini sijui nini. Wakati watu wanaona ni amani, injili ni za amani, watu watasema sisi tunataka injili za amani, tunataka Yesu tu. Nilienda kuhubiri mahali kwingine Tanzania panaitwa Tabora. Mchungaji mmoja wa huko Tabora wa huko conference huko akaniambia, unajua nini? Sisi hapa kwetu Tanzania, sisi Tanzania yote tulipiga marufuku, hakuna kuhubiri unabii. Kama mnahubiri unabii kwa kwenu Kenya, ni Kenya utahubiri unabii. Hapa tulikataa kuhubiri unabii Tanzania, maana alisema unabii tuliona unaleta vita. Unabii unatukosanisha na makanisa mengine ya Jumapili. Wakasema sasa tulisema hakuna kuhubiri unabii. Tunataka Yesu na family life. Mambo ya akaya na familia na mambo ya isaisi, watu wachekeshwe. Nilisimamishwa siku 3. Uzuri kuna yule alikuwa amenialika huko, ambaye alikuwa mkubwa huko. Nikampigia simu nikamwambia, mimi nataka unipatie fedha nirudi kwetu Kenya. Hapa Tanzania wachungaji wameniambia wataka unabii hapa, wahubiri unabii hapa. Haya. Akaniambia wacha nikuje. Akaja. Alipokuja akakuta nilikuwa siku 3 sijahubiri unabii. Akamwambia sikieni, kama hii crusade haitahubiriwa unabii, ujumbe wa malaika watatu, hii crusade naifunga. Nasema nimeleta mgeni kutoka Kenya kwa sababu ya unabii. Kama hata hubiri unabii, mkutano nafunga. Ile lazima anikubalie. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wacha nikwambie, unaona haya mambo, unaona tunahubiri haya, watu wanaona ni vitu ya kawaida. Si kawaida. Makanisa yote imeungana na mpinga Kristo, kulionyeshwa jana. Hata Wasabato wameweka misalaba. Wasabato ambao wamechagua mwanamke kuwa mchungaji na vijana hawajaoa. Wasabato ambao wamebaki na ngwaride kupiga mache na maktaim na bendera za serikali kanisani. Vijana wana hizo, au Masabato wako upande wa mpinga Kristo, hawajui chochote na ufai kuhusianishwa nao. Unajitenga nao. Haufai hata ukanyange huko. Huko si mahali ya ukanyanga. Yaani watu wamekataa nembo ya malaika watatu kama hii. Kama hii hapa. Hii naona hapa.
Inane? Kama hiyo kanisa haijaweka nembo ya malaika watatu, toka kwa hiyo kanisa. Iko kwa Roma. Ile imeweka msalaba. Msalaba ni mti wa laana. Ni wa Roma wa kuunganisha makanisa yote. Ecumenism. Na makanisa yote imedhoofishwa na watu hawana habari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafula, kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Unasikia watu wamedanganywa na injili za amani. Wanasema tu tunataka kuhubiri Yesu tu. Hawataki kuinua sheria. Hawataki Sabato. Isaya 30 mstari wa 9 na 10. Ndiyo hayo makanisa pia ya Jumapili. Wamekataa sheria za Mungu. Wamekataa unabii wa Biblia hata hawajui. Ukienda mahali sheria za Mungu haziinuliwi, sababu ya Mungu haitunzwi. Sheria za Mungu hakuna. Mahali ambapo unabii hubiriwi na upatiwi kipaumbele, toka hapo. Mahali hapo ni pa mpinga Kristo. Watu hawajui kinachotokea duniani, watakutwa na Yesu kama mwizi. Anasema hivi mtumishi, kwa maana watu hawa ni watu waasi. Watu waasi, watoto wasemao uongo. Watoto wasemao uongo, watoto wa mama kahaba wanaosema uongo. Watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Hapo sikia. Hawataki sheria. Ndio maana ukienda usikie, ukitajia wengine Sabato, wanakuambia sheria ziliisha. Hawataki Sabato. Ni watoto hawataki sheria ya Bwana. Endelea. Wawaambiao waonaji, msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Unaona? Unabii wa kweli wa Biblia kama huwa anajenga ufunuo, hautakutwa akihubiri. Hata kwa wiki ya maombi, hata kwa crusade, hata kwa makambe, hata sijui kwa nini. Wanataka unabii wa haki hakuna. Wamebaki na family life. Family life ililetwa na Roma kwa crusade kuondoa unabii na kuondoa afya. Ukienda ukute crusade imeweka family life. Na family life ndio inapewa kipaumbele. Hiyo iko upande wa mpinga Kristo. Na makanisa hiyo yote. Na ndio maana unaona watu wanaletewa family life, kaya na familia kwa crusade. Badala ya ujumbe wa malaika watatu, badala ya unabii upewe kipaumbele kama vile tumehubiri highlights. Ujumbe na tunaenda kuhubiri pingine kesho na kuendelea. Sikia? Badala ya unabii upewe kipaumbele, watu wameondolewa unabii. Wanataka kaya na familia. Wengine wameletewa injili zingine bandia. Unaona? Wanataka vitu ya kucheka. Wa mama. Bwana akija unatoa ukimwendea kwa geti pale, unamkimbia umlaki, uchukue koti, ubebee yeye koti. Na wamama wanafurahi kwa familia hiyo ikihubiri. Odalia na unabii uliondolewa kwa crusade, kwa mahubiri ya hadharani, ikaletwa kaya na za familia ambao ni ya Roma. Na wachungaji wakaingizwa huko. Na wasabato wengi wamepofushwa bila kujua, watu wameingia kwa Roma. Unabii hubiriwi, na ikihubiriwa ni ya juu tena dakika kidogo haraka. Ile inapewa nafasi kubwa ni mambo ya family. Ati wewe mama kuja na pesa, weka hapo kwa meza, na mzee alete pesa yote mweke kwa meza, mshahara yako yote weka hapo kwa meza. Mama akuje na mshahara yake yote aweke kwa meza. Hiyo ndio familia mmependana, sasa ndio mpangilie pesa yote ikiwa hapo. Wamama wakisikia yaani wanafurahi. Mwanaume unaambia ulete yote uweke kwa meza. Uambie mwanamke yote na mwanamke ambie mwanaume yote. Huo ni ujinga wa hali ya juu. Mika 7:5. Hakuna kitu kama hiyo. Yaani mimi niambie mke wangu chochote kila kitu, ama na yeye nimuulize aniambie kila kitu, au ni wajinga wawili. Na hiyo ndio family life. Kaya na familia zinahubiriwa na wachungaji, na kwa semina, na kwa makambe, na wiki za maombi, vitu ya shetani ya Roma. Soma. Msimwamini rafiki. Mika 7:5 inasema hivi, msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini, na usiwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Biblia inasema hata mke wako anayelala kifuani mwako kuna mambo hafai kujua.
Lakini walimu wa family life wanakuambia ambia mke kila kitu, ambia mume kila kitu. Ujinga na utoto na upagani. Yaani mimi niambie mke kila kitu. Nimwambie nitoe pesa yote, nimwambie hata shilingi hata shilingi haijabaki. Na kupenda ndio hiyo yote. Hiyo ni ujinga, haijawahi onekana hii dunia. Na hiyo ndio inaitwa family life. Ujinga. Biblia inasema usiambie mke wako mambo yote. Sio yote unaambia mke wako na sio yote mke anaambia mume wake. Amen? Na nitakudhibitishia. Sikia mama. Ukisoma kitabu cha Samueli. Utumishi ile 10 wa kwanza ile ya Abigail, tusiingie hapo, tukiingia hapo tutalipa. Wacha niwaelezee tu. Abigail alikuwa ameolewa na mtu anaitwaje? Nabali. Abigail aliolewa na Nabali. Nabali alikuwa ni mwanaume mjinga mpumbavu. Wakati Daudi alitaka msaada kwake, Nabali alikataa. Mtu mmoja akaenda akamwambia Abigail, mke wa Nabali, akamwambia sikia, Daudi ametaka vitu hapa, amekataliwa. Fanya juu chini vile utasaidia, maana Daudi atakuwa kila kitu hapa na atachukua mali yote. Abigail alikuwa hajajua Daudi alikuwa ametumana. Aliambiwa fanyikazi, tengenezi chakula, chukueni mizigo na hii, na akabakia kwa punda, akaenda kukutana na Daudi, na Biblia inasema kuambia mume wake. Maana alijua mume wake ni mpumbavu. Alienda akakuta Daudi, akamsii. Daudi alikuwa amekuja na jeshi lake kumaliza hiyo nyumba yote ya Nabali. Mke ndiye alisaidia. Na Biblia inasema mke hakuambia mume akienda, na hata aliporudi hakumwambia ametoka wapi. Sio kila kitu unaambia mwanaume. Wacha nikwambie kitu mwingine alikataa kuambia mke wake. Musa alipokutana na Mungu katika mlima, akapewa kazi ya kwenda kuokoa Israeli. Roho ya unabii nasema hakuambia mke wake Zipora, na hakuambia mkwe wake Jethro. Hakuambia ati amekutana na Mungu, ati anaenda kuokoa Israeli. Maana alijua hiyo ni kazi kubwa. Na Jethro ni Midian. Zipora ni msichana wa Midian. Sasa aliwaambia tu hivi, aliambia Jethro hivi, nataka kwenda kutembelea ndugu zangu na dada zangu na kaka zangu kule Misri, nione wanaendeleaje. Hakuambia nimekutana na Mungu amenituma niende nikawakomboe. Akaambia mke wake Zipora twende. Wakachukua punda na watoto wao wawili wakaenda. Walipokuwa safarini, bado Musa akafikiria, huyu mke ni wa mataifa. Huyu mke si Mwisraeli. Na ninaenda kuokoa Israeli. Kwanza wataniambia mbona wewe unjoa mke wa mataifa? Jambo la pili. Huyu mke hajui Mungu wa kweli. Sasa atakuwa kikwazo kwangu. Wacha arudi. Akamwambia wewe Zipora, rudi kwa baba na watoto, wacha niende peke yangu nitakuja kuchukua. Zipora akarudi. Hakujua Musa ameenda kufanya nini. Hata Jethro hakujua. Hakuambia, maana alijua watamtia shaka. Sio kila kitu unaambia watu. Ukiona ukweli unapoamua kujitoa, si ati unaambia. Kuna wengine unaambia hata mapasta yako watakuharibu akili. Yaani wewe umeona ukweli, uende uambie pasta, unamwambia mimi najua mimi nimeenda Sabato. Anakuambia wewe umedanganywa. Sabato iliisha. Sabato ni wachawi. Sabato ni wachoyo. Hakuna kitu utaambiwa. Na kweli labda kuna mchawi hapo kando ama mtu mchoyo hapo. Useme si unaona kweli jirani yangu na mbanga kiberiti anipendi. Nasema kweli wazoe. Sasa unasema hata mimi niacha Sabato kwa sababu ni ya wacho. Yaani umemalizwa nguvu kwa sababu ya kutokuwa na imani kwa Mungu. Nani mwingine hakuambia mke wake? Anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alipozaa mtoto akiwa wazee na Sara mke wake, Mungu akatokea Ibrahimu akamwambia, chukua hiyo kijana uende ulitoleka pale. Roho ya unabii nasema Ibrahimu hakuambia Sara. Walizaa huyo mtoto wakiwa wakongwe, wazee sana. Ati aende kwa mke wake amwambie tena huyu kijana Mungu amesema nikamchinje. Alijua mke wake hatakubali, atamtia shaka. Hakumwambia. Aliambia Isa kachukua na wafanyikazi na kuni na punda twende. Hata wanapokuwa safarini, hawaambi kijana akamuuliza hivi, baba, kuni tuko nazo. Baba, moto tuko nao. Lakini
kafara ya kuchinja iko wapi? Mbona mimi sioni tulikuwa tumebeba kondoo? Yaani hata hapo amemwambia, mpaka walipoenda mlima Ibrahimu alimwambia Bwana atajipatia. Haleluya. Walipofika akatengeneza kila kitu. Akamwambia unajua nini mtoto wangu? Wewe ndiye kafara. Jana akamwambia baba, kama ni Mungu amesema, amesema. Akapeana mikono, akapeana miguu ikafungwa, akawekwa pale. Ibrahimu akainua kisu. Sasa hivi anataka, malaika akamwambia, wewe Ibrahimu, usidhuru mwana wako. Nimeona wewe ni mwaminifu. Angalia nyuma. Aliona nini? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa imani. Kuishi kulingana na neno. Yaani unaenda vile Biblia inasema, haijalishi unaangalia Mungu peke yake. Abrahamu hakuambia mke wake. Sio kila kitu kinaambianwa, lakini kaya na familia za leo ambazo zimeondoa unabii ili watu wahubiriwe vitu ya kuchekesha kwa mikutano ya hadhara na makrusade, wakidanganywa wanapewa amani za uongo. Ndio Biblia inasema wakati watu watakuwa wanaambiwa amani, ndio uharibifu unakuja ghafla. Yesu anakuja kuwatokea kama mwizi. Ndio alama ya 6 inakuja kuwekwa na wengi hawataokoka. Lakini kimalizia hapo chini inasemaje? Hiyo Wakorintho wa Thessalonike wa kwanza 5. Bali ninyi, hiyo ni mstari gani? Mstari wa 4. Mstari wa 4. Bali ninyi ndugu, hammo gizani, wale hatutakutwa kama mwizi. Ni wewe na mimi tunasikia ujumbe. Biblia inasema bali ninyi ndugu hamko gizani, hata siku ile iwapate kama mwizi. Endelea. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. Sisi sote tuko hapa, watu wa Soweto na kwingine, wale makanisa hii tunahubiri juma malaika watatu. Sisi ni wa nuru. Sisi hatuko kwa giza kama wale. Endelea. Ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. Sisi ni wa nuru, tuna unabii, tunaelewa vile miunganiko ya makanisa inafanywa. Tunaelewa hii nembi ya msalaba ni ya New World Order, ni ya Roma, ni ya Ecumenism, ni ya WCC, World Council of Churches, kuunganisha makanisa. Sisi hatuko kwa hiyo misalaba. Sisi hatuko gizani. Na wana wa mchana. Sisi ni wana wa nuru, wana wa mchana. Sisi si wa usiku. Sisi si wa usiku wala wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaosimama na ujumbe wa wakati, maana Mungu yeye habadiliki, ni yule jana leo na hata milele. Wale tunaendelea kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Wale tutaendelea kusimama na sheria za Mungu kwa nene. Sikia vile tunataka kumaliza. Kile kilifanya Yesu akuje, Isaya 42:21, ni kuinua sheria ili atuonyeshe tunaweza kuishi maisha yasiyo ya dhambi. Akashika sheria 10 akiwa na mwili kama tuko nao wa dhambi, lakini hakutenda dhambi. Isaya 42:21 inasema Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Bwana Yesu alipendezwa kwa ajili ya haki yake, kuitukuza sheria, akatukuza sheria na kuiadhimisha. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kubwa ya Yesu kuja ni ili atukuze sheria na iadhimishe. Ndio maana alishika sheria. Zile binadamu tulikuwa tumeshindwa. Adamu nao walikuwa wamevunja sheria, Mungu akashindwa. Yesu akaja kama Adamu wa pili, Adamu wa pili, akiwa na mwili wa dhambi, akashika sheria, hakutenda dhambi, akatosha kuwa mwokozi wa dunia. Amen. Akashika sheria, akatunza hata Sabato. Luka 4:16, alitunza hata Sabato. Ndio maana watu wa Mungu lazima tuinue sheria na tusimame na unabii wa kweli. Wengine wameacha sheria za Mungu, wengine wameacha Sabato ya Mungu, wengine hawana unabii wa Biblia, wamebaki na vichekesho na ngwaride na wanawake wachungaji na vijana wajaoa vitu ya Roma ya giza. Wengine wako kwa giza totoro. Biblia inasema sisi si wa giza, sisi wa mchana, sisi ni wa nuru. Anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Huyo ni Yesu. Alafu na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Alikuwa na desturi ya kutunza Sabato. Yesu hakuwa wa Jumapili, Yesu hakuwa wa Ijumaa, Yesu alikuwa msabato. Bwana asifiwe. Amina. Alikuwa anatunza Sabato. Na alipomaliza kazi akienda mbinguni akatuambia hivi. Sikia Yohana 12. Sikia sasa. Ndio tunataka kumaliza, sikia sasa vile tunaelekea. Yohana 12. Wakati Yesu anamaliza kazi akasema hivi. Anasema hivi. Yohana 12 uko hapa mtumishi? Fungu la 24. Amin nawaambia, anza 23 hapo.
Naye Yesu akawajibu akasema, hayo ndio maneno ya mwisho Yesu alisema dunia hapo. Kuna historia kubwa hapa ambayo sitaki kuelezea, labda tu wacha niguze tu juu. Mstari wa 20. Sikia mstari wa 20 mama. Mama, sikia hiyo. Wewe kijana. Mzee, sikia hiyo. Ngoja kidogo. Nani waliona kuzaliwa kwa Yesu? Nani walijua? Mamajuzi. Wagiriki, wasomi wa Giriki na wachungaji wa konde. Vikundi viwili. Sasa sikia mstari wa 20. Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha. Wayunani ndio hao Wagiriki. Kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Simambia hapo. Nani walikuwa wa kwanza kuona kuzaliwa kwa Yesu? Wagiriki. Simuongee. Nani walikuwa wa kwanza kuona kuzaliwa kwa Yesu? Wagiriki. Si ndio? Wagiriki walikuwa ni watu wa mataifa. Sasa shika hapa sasa. Wakati Yesu amemaliza huduma yake duniani, anapomaliza huduma, mzee sikia. Mzee. Wakati Yesu anamaliza huduma yake, hawa Wagiriki ndio walikuja kwa Yesu kutafuta Yesu. Wakaja wakaambia, maana walikuta Yesu hekaluni. Na wangeingia hekalu ya Yahudi, maana ni watu wa mataifa, watapigwa mawe. Hakuna mtu wa mataifa aliruhusiwa ingia hekalu ya Kiyahudi. Mama, tuko sawa? Vijana na wazee tuko sawa na watoto? Sasa sikia, Biblia inasema walikuja wakasimama nje. Yesu ako ndani ya hekalu anahubiri Wayahudi. Mtu wa mataifa hawezi ingia ndani, akiingia anapigwa mawe. Wakasimama nje. Wakasema, tunataka kuona Yesu. Wakaambia Philip, enda ambia Yesu uko ndani, maana hatuwezi ingia, akuje huku, tunataka kumuona na tumekuja hata sisi kumwabudu. Filipo, hebu angalia. Unajua Filipo anajua wao ni Wagiriki na Wagiriki walikuwa wanajua ni watu najisi. Au watu wa mataifa hawafai kweli. Akashindwa, sasa nitaambiaje Yesu kuna watu wa mataifa wanataka kumuona? Si nitapigwa mawe? Kwani nimeshirikiana na watu wa makafiri? Akasema sitaenda peke yangu. Akaenda akaambia nani? Andrea. Wakaenda wawili. Wakasema tunaenda na wawili. Hakuenda kuambia Yesu peke yake, alienda na Andrea. Akaenda akaambia Yesu. Yesu anahubiri. Nini? Tafadhali. Wagiriki wako hapo nje wanataka kuja kukuona na wamekuja kuabudu. Unajua Wagiriki ni watu wa mataifa. Hawangeruhusiwa kuingia ndani ya hekalu ya Kiyahudi. Yesu aliposikia Wagiriki walikuja kwanza wakaniletea zawadi, wamerudi tena, akajua kazi yake imeisha dunia. Yesu akahubiri mahubiri ya mwisho hii dunia kabla afe aende mbinguni. Alihubiri gani? Soma sasa. Yesu, hebu sikia point ndio Yesu alipoambiwa kutoka wewe. Sasa shika hii mzee. Yesu alipoambiwa Wagiriki wanataka kuona kutoka kwenda kwao, alijua kazi yake imeisha dunia, akahubiria Wayahudi mahubiri ya mwisho duniani. Hiyo ndio Yesu alihubiri, na akashikwa akafa, akafufuka, akaenda mbinguni. Mahubiri ya mwisho ni gani? Soma, sikia. Na Yesu akawajibu akasema, Yesu alipoambiwa Wayahudi Wagiriki wako nje kutoka, aliambia Wayahudi maneno yao ya mwisho akijua kazi yake imeisha. Akamwambia hivi, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Kuisha maneno. Akamwambia saa imefika nikufe sasa. Twende. Amin nawaambia. Amin nawaambia eti chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo peke yake. Bali ikifa hutoa mazao mengi. Anatabiri vile anaenda kufa. Hayo ndio mahubiri ya mwisho Yesu alihubiri dunia hii na watu wengi hawajuangi. Ndio mahubiri ya mwisho Yesu alisema akiagana na Wayahudi. Akwambia chembe ya ngano isipoanguka chini kwa udongo ife, inakaa peke yake. Lakini ikifa itazaa mazao mengi. Alikuwa anamaanisha lazima sasa saa yake imefika akufe ili aokoe dunia. Sama. Naendelea kusema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Sasa sikieni. Nayo ndio mahubiri ya mwisho Yesu alimalizia nao, na ndio namalizia nayo sasa. Sikia. Yesu akamwambia eti yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Sikieni. Hata nyinyi nawaambia, yeyote atapenda nafsi yake
akatae kujitolea kwa ajili ya Yesu, akatae kuangalia Yesu na Yesu peke yake, yeyote anaangalia mke wake, mume wake, mtoto wake, mzazi wake, mchungaji wake, cheo ambacho amepewa, nyadhifa alizo nazo makanisani, akakataa kuangalia Yesu na injili ya Yesu na upendo wa Yesu, yeyote ambaye anapenda nafsi yake ataiangamiza. Huyo ndio akupotea. Naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Lakini yule atajitoa kwa Yesu, haijalishi vile watu watamcheka, watamtukana, watamdhoromu, utaitwa offshoot, utaitwa nene. Yule ambaye anachukia nafsi yake, huyo ndiye anapata uzima wa milele. Tuendelee. Mtu akinitumikia na anifuate. Shika point nyingine. Mtu akitumikia Yesu hata saa hii, kama wewe unahitajishwa na Yesu, fuata Yesu. Amen. Amen. Ongeeni kwa sauti kubwa. Amen. 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 Kama vile mmemfuata mpaka Sabato. Ongeeni kama vile mmemfuata mpaka Sabato. Yesu anasema ukinitumikia umfuate. Kama umeamini Yesu, enda Sabato. Usiende Jumapili. Kama umeamini Yesu, enda ubatizo maji mengi kama Yesu. Wacha mambo ya maji ya kidogo. Kama unapenda Yesu, enda mahali ujumbe wa malaika watatu unahubiriwa. Wacha kwenda mahali pa msalaba. Wacha kwenda mahali watu wanasoma lesson. Lesson ni catechism za Roma. Zimeandikwa na waandishi. Sijui mwandishi amesema. Faith ya Roma. Enda mahali ni Biblia na roho ya unabii peke yake inasomwa na nyimbo za Kristo. Twende. Mtu akinitumikia na anifuate. Yeye anatumikia Yesu amfuate. Nami nilipo, na mahali Yesu yuko, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Swali, Yesu yuko wapi? Mkono wa kuume wa Baba. Kwa hivyo yule anafuata Yesu, Yesu ana yeye hapo. Anakujua akiwa hapo. Endelea. Tena mtu akinitumikia, na yeyote atatumikia Yesu, Baba atamheshimu. Baba atamheshimu. Hayo mengine watasoma chini. Hayo mengine mtasoma hapo chini. Yesu alihuzunika sana, akamwambia Baba, mimi nimesononeka. Hajatoka nje bado, akasema nasononeka, niondoe katika saa hii. Lakini akamwambia Baba, najua nilikuja kwa sababu ya saa hii. Akamwambia jameni Baba, tukuza jina lako. Saa hiyo Baba akaongea. Saa hiyo Baba akaongea kutoka mbinguni. Nimelitukuza, nitalitukuza tena. Watu wengine wakasema ni ngurumo, wengine wakasema ni malaika asema naye. Lakini Yesu akamwambia watu, hiyo sauti haijakuja kwa ajili yangu. Utasoma hapo chini maneno akwambia yamekuja kwa ajili yenu. Na saa hiyo Yesu akawaambia lazima afe. Mstari ukienda 30 hapo na moja akwambia lazima nife. Akasema lazima nife. Akatabiri vile anaenda kuwekwa msalabani. Si sawa? Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Na akasema hukumu ya ulimwengu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Mkuu wa ulimwengu atatupwa nje, ambao ni Shetani. Mambo yake nimemalizana nayo. Nami nikiinuliwa juu ya nchi. Sikia. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, hadi wakati atawekwa msalabani, nitawavuta wote kwangu. Maliza. Aliyanena maneno haya akionyesha. Alinena maneno haya akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Bili anaenda kuwekwa kwa msalaba. Na ukiendelea hapo chini, watu wakashangaa na mahubiri ya Yesu mwisho. Akamwambia nuru iko na nyumba kidogo, tembeeni na hiyo nuru. Sasa kama mtumishi tumalize na hiyo. Inasema basi mkutano wakamjibu. Watu wameshangaa sasa. Bado hajatoka nje. Mkutano wakashangaa wakamuuliza. Basi mkutano wakamjibu. Ndio. Sisi tumeisikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Wewe sasa unakwambia unaenda kufa. Wameelewa sasa. Hapo wameelewa. Anasema anaenda kufa. Wakamuuliza, "Si tulistani wewe utaishi Kristo atakaa milele?" Sikia vile Yesu aliwajibu. Naye wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Bado unajua ndio mahubiri Yesu alihubiri mwisho. Soma. Basi Yesu akawaambia hivi. Nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo. Hiyo kanuru kidogo mnayo. Kumbe mlijua mwana wa Adamu alikuwa adumu milele. Akwambia sikia, hiyo kanuru mko nayo kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo. Tembeeni na hiyo nuru mko nayo. Giza lisije likawaweza. Wewe umejua Sabato. Tembea na hiyo nuru. Wewe umejua ubatizo wa kweli. Tembea na hiyo nuru. Wewe umejua kanisa la kweli lazima lihubiri ujumbe wa malaika watatu na liinue sheria za Mungu. Tembea na hiyo nuru. Nasimama vitabu vya leo unabii nasoma. Tembea na hiyo nuru. Giza lisije likawaweza
maana aendaye gizani hajui aendako. Alafu maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Aminini nuru wapendwa, ili mpate kuwa wana wa nuru. Alafu hayo aliyasema Yesu. Alafu akaenda zake, akatoka na kwenda, akajificha wasimuone. Hawakumuona tena. Akaenda akafanya Pasaka na Wayahudi, wanafunzi wake jionio, akashikwa hiyo usiku. Saa 3 asubuhi amewekwa msalabani, saa 9 akafa, na saa yuko mbinguni na karibuni anarudi tena. Bwana asifiwe. Maneno mazuri alituachia, alisema yule ananipenda anifuate na anitumikie. Tumetoka kutumika pale Highlights, tunaenda kutumika kwingine. Mungu akijalia kesho tunaanza mahubiri pengi. Wale wanataka kufuata Yesu, Yesu amesema wamtumikie, na akasema wakimtumikia Baba atawaheshimu. Wangapi wangependa kuheshimiwa na Baba? Tusimame. Wimbo namba 14 tu. Wimbo rahisi kabisa. Wimbo namba 14. Nitembee nawe Bwana. Nitembee nawe Mungu. Nitembee nawe Mungu alivyotembea neno. Mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni. Yesu nitembee nawe, siwezi tembea peke, panadoruma mbinguni. Mitego ya miguu elfu, adui wengi hufichwa, uitulize bahari. Yesu nitembee nawe, ukinishika mkono, anasa kwangu hasara, kwa nguvu nitasafiri, tautwika msalaba, hata mji wa Sayuni. Yesu nitembee nawe. Amina. Ukinishika mikono, anasa kwangu itakuwa hasara. Yes, tutatembea na tukiwa tumebeba msalaba wa Yesu, maisha ya Yesu, tukifuata neno la Mungu mpaka mtu wa Sayuni. Hatutaibika na atatushika, na yeye ameahidi ni mwaminifu. Lakini kwanza nataka tufanye uamuzi wa kujitoa kwake. Amina. Amina. Ninashukuru sana kwa wote ambao tumekuja kuabudu katika Sabato ya leo, na zaidi hata wale ambao tumesikia neno la Mungu, na wale ambao tungependa kujenga uhusiano wa karibu na Yesu kwa njia ya ubatizo wa maji mengi na kwa njia ya kujitoa kushika amri za Mungu zote 10 hata Sabato ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama uko hapa na hujabatizwa vile Yesu alibatizwa, ama ulibatizwa ukarudi nyuma, ama ulikuwa utunzi Sabato, naomba uje tuombe pamoja. Ndio, karibuni sana wapendwa. Kama uko pale ndugu ama dada na hujabatizwa ndani ya maji mengi, ama ulibatizwa lakini sio kanisa inatunza Sabato, njoo usimame hapa. Njoo msimame hapa. Yaani wale ambao bado kubatizwa, Mungu abariki sana. Unasema mimi vile tunaenda kufunga mwaka, naomba nifunge mwaka upande wa Yesu. Mimi naomba Yesu wa mahubiri ya mwisho alihubiri, amenituma na amenipatia kazi. Mimi najitoa kwa Yesu. Unasema kweli, nimegundua sijabatizwa maji mengi. Kweli mimi nimegundua nilikuwa situnzi Sabato, lakini najitoa kwa Yesu sasa. Nashukuru sana wana na binti za Mungu ambao umesikia sauti ya Mungu na mnaamua kumaliza mwaka na Yesu. Amen. Yaani kama kuna mwingine yako hapo, unasema mimi najitoa kwa Yesu leo. Mimi sijabatizwa vile Yesu alibatizwa, sijafuata Yesu katika maji mengi. Mimi labda nilikuwa situnzi Sabato,
ama nilikuwa natunza on and off, lakini leo niko na nafasi, niko na neema. Naomba kujitoa kwa Yesu anipe nguvu niwe naendelea kutunza sabato kila wakati. Na labda umekuwa utunzi ama labda ulikuwa umerudi nyuma, jitoe kwa Yesu mpendwa. Kuna mwingine kama huyo ambaye labda amebaki pale na anasema mimi nataka kujitoa kwa Yesu, mimi nataka kujitoa kwa Yesu. Kuna mwingine? Amina. Piga magoti tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa Yesu Kristo. Asante Yesu kwa ajili ya makuu umetutendea, kutuumba na kutukomboa. Asante kwa kutuokoa na ukatuachia maisha ya utii katika dunia hii. Miaka yote uliokaa katika hii dunia, hata kama ulizaliwa katika hori la ng'ombe, nyumba zilikuwa zimejaa. Maisha ulioishi, ulikuwa unalala mara nyingi kwa msitu, mlima wa Mizeituni. Ulikuwa unaishi kwingine kuomba, mahali pa kuomba kwa kulala kama kwa kina Lazaro. Hata kama Yesu ulikufa kifo cha aibu, ukavuliwa nguo zote na ukawekwa kwenye msalaba, mti wa laana, kifo kibaya sana cha kutundikwa msalabani, kuonyesha umelaaniwa, ukachukua laana ya dunia kupitia kwa msalaba. Tunakushukuru Yesu kwa makuu ambayo umetenda kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa mahubiri ambayo umetuhubiria ya mwisho uliohubiri dunia, ukamaliza kazi, ulipomaliza kazi yako. Na asante kwa sababu ulituachia kazi ya upatanisho. Na asante kwa sababu sisi ndio nuru yako, sisi ndio barua, umetuambia tuwe nuru ya dunia, sisi ndio barua yako ya kusomwa na watu wote. Asante Yesu kwa sababu ya kutuachia hii kazi. Asante Yesu kwa kanisa lako ambao umelipatia ujumbe wa mwisho kuhubiri duniani, ujumbe wa malaika watatu. Na asante kwa sababu ya kanisa lako linaifuata sheria zako. Tunakushukuru Bwana kwa kutujulisha ukweli huu. Tunakushukuru kwa hii kazi ambayo ulituachia. Asante Bwana kwa mkutano wa Injili ambao tumekuwa nao wa juma mbili. Na asante Bwana kwa wana binti zako waliosikia ujumbe wako. Asante Bwana kwa hao wote ambao tumekuja kuabudu sabati ya leo. Na asante Bwana kwa yale tumeyasikia. Tunajua tumeguswa kwa njia moja ama nyingine. Tusamehe mahali tulikuwa tunatanga mbali nawe. Na kuanzia sasa Bwana, vile hii ni sabati ya mwisho mwaka 2025, tunapomaliza mwaka huu, tunaomba Bwana utukubali. Tunaomba Bwana utusamehe. Utusaidie maana tumeona mambo kwa mtazamo mwingine. Kuanzia sasa, tusaidie Yesu kukuheshimu. Tusaidie tusiwe na uhusiano na ibilisi, maana umemaliza nguvu zake na umesema hana kitu kwako. Kwa hivyo hata sisi tusaidie tushinde shetani, tupe nguvu ya kushinda mwovu, kushinda dunia, kushinda mwili na tamaa zake, na kushinda dhambi katika maisha yetu, ili tupokee mwili wako Mungu. Miongoni mwa wana na binti zako ambao wamesikia sauti yako na wangependa kufunga mwaka na wewe, ni hawa ndugu na dada ambao tumepiga magoti pamoja nao hapa mbele. Asante kwa vile wamejitoa kwako Yesu. Umesema wote ambao wanakupenda wakufuate na wakutumikie, na mahali ulipo watakuwa. Kwa hivyo naomba Yesu uandike majina ya kila mmoja katika kitabu cha uzima mbinguni, na utupatie nguvu, neema ya kuishi maisha matakatifu. Tukue tukikutumikia Bwana, kwa sababu wewe unastahili kwa makuu ambayo umetutendea. Na kwa vile umeahidi Yesu, Baba ataheshimu mtu yote atakutumikia. Wote ambao tunatumika, hata hao wamejitoa kwako, tunaomba utukumbuke katika hiyo ahadi. Baba akatuheshimu. Heshimu maisha yetu, heshimu afya zetu, heshimu biashara zetu kwa utukufu wa jina lako. Heshimu watoto wetu, jamii zetu, heshimu waume zetu, wake zetu, watoto, wazazi. Tuhurumie Bwana. Heshimu Baba hata masomo ya watoto wetu. Wahurumie watoto wako hawa, watendee mema kwa sababu wamekuchagua wewe Bwana. Asante kwa vile utakuwa nasi. Mapenzi yako yakitembezwa kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina.